Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu Bwana, ambapo umenikaribisha kuwa pamoja na wasikilizaji na watazamaji wa Sky Cable TV Kenya. Na ninashukuru sana kwa sababu ya kunikaribisha hapa, kwa sababu hapa ndipo tunapatana na watu wako karibu na wale wako mbali, na inakuwa msaada wa karibu sana, kwa sababu wale wote wanapenda kukamilika. Hawataki kuja kuangukiwa na mambo mabaya ambaye dunia hii imeyaweka. Mungu wetu utubariki na utupe mawasiliano mazuri, na upe watu kupenda kuingia katika kipindi hiki. Usife moyo, ili Bwana wasififie moyo wao na wasije wakapotelea na kuangusha baraka nyingi na za maana zenye Bwana umewabariki nazo. Tubariki na ututende mema wakati tunaenda kuongea. Utupe ufunuo, ili Bwana tukaweze kujua mausia yako na mausia ya maisha haya na maisha yatakayokuja. Ni kwa jina safi la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Asante sana kwa sababu pia ya kukaribishwa hapa tena Sky Cable TV Kenya. Nimebariki wale wamehusika na TV hii popote walipo, wale wako ng'ambo, wale wako Kenya, na popote ambapo waga mnapenda kipindi hiki chetu na kukifuatilia, na vipindi vingi vyenye vinakuaga katika station hii yetu ya Sky Cable TV Kenya. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya mwaliko, na nimejitoa na kusimamisha mambo mengi na maana, ili nikuje nishiriki neno la Mungu pamoja nawe, nikutie moyo wewe ambaye unafifia, ili uendelee. Safari ni kubwa, na kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Elijah. Kuna mambo yalimkuba mengi, na mpaka hata yeye akaenda mahali na akaomba Mungu, akamwambia nitoe katika dunia hii, kwa sababu nimefuatwa na mambo mengi sana. Na hata saa hii kuna mtu ambaye akona nguvu na akona uwezo mwingi na akona kibali kikuu, ananitafuta ili aniue, na ameua manabii wengine wengi, na hata mimi ananitafuta. So akatamani kufa, kwa sababu alikufa moyo na akaona kama Mungu hawezi. Na wakati mwingi ni wakati umepuuza Mungu, ndio hizo ripoti mbaya zinakujaga za kufa moyo. Unakosa kuwa hodari katika moyo wako, na unaona kwamba imeshikika mwicho, na unaona kana kwamba hakuna Mungu, unaona kana Mungu amenisahau. So ninataka nikushauri mchana wa leo kwamba nimeona mengi na makubwa, na nimeona huyu Mungu ukatalia kwake, kuna mengi mabaya, kuna mengi ya kuhuzisha, kuna mengi ya kukufinyilia, lakini pamoja na yote katalia kwake. Petro akasema, nitaenda wapi kwingine, na wewe ndio uko na uzima wa milele. Tukatalie kwa huyu aliye na uzima wa milele, hata tukifa tufe tukiwa ndani yake, maana hata tukifa tutaishi tena. Wacha kukimbilia mambo ya siku chache, upoteze baraka zako za miaka mingi ambazo tutaishi nazo milele na milele. Biblia inasema wote wenye watakufa moyo na wajiamulie njia ya upotevu, basi hawa wataenda kwenye moto wa milele. Na hata kama hakuna moto, Biblia inasema watatupwa mahali kuna giza kuu, na kutakuwa na kulia na kusaga meno. Sitaki kwenda kujionea, maana wale wanataka kujionea huwaga wanajuta. Ninashukuru Mungu siku hii ya leo, kwa sababu niko na kipindi kipya cha mambo makubwa ambaye watumishi wa Mungu yameyapitia, na wakati walikataa na Mungu, basi Mungu aliwatetea, na ni lazima mambo yakuje. Daudi akadhihirisha ya kwamba mambo ni mengi ya wapatao wenye haki, lakini Mungu huwashindania kwa yote. Mambo ni mengi, hiyo ndio unabii wa mwaka huu. Mambo ni mengi ya wapatao wenye haki, but Mungu huwakomboa kwa yote. So haistahili ufe moyo, kwa sababu kuna wakati wa kukukomboa kwa yote haya ambayo yanakupata. Ninataka kushukuru Mungu kwa sababu hakuna mtu huwaga anachukua kitu kwa urahisi. Hebu tukuje tu hata kwa dunia.
Ninakumbuka rais wetu mzee Kibaki Emilio, wakati alikuwa anachukua ufalme wa Kenya, dunia ni kama ilikuwa imemkataa na mambo makubwa ni kama yalimkataa, na hata ilirudi wakati amekaribia sana kufanyisha kampeni zake, ndiposa alianguka kwa shimo kubwa na akachukua ufalme akiwa kiwete mguu, kwa sababu chochote ambacho kina maana ni lazima uvumilie na usife moyo na usivunje maono. Chochote chenye unahitaji, Biblia inasema tuliokolewa kwa taraja, na taraja ni kitu yenye haionekani na tunaamini iko. So inasemekana tunaigojea kwa subira, tunagojea. Kugojea ni kwamba si kitu umepata, utakaa ugojee na uwe na subira ya kugoja. Usiseme nimegoja uamuke uende, goja mpaka ifike. Huyo mzee aliingia akiwa upanga wa kuongoza, alishika mkono yake ikiwa kwa kagari ya kiwete, kwa sababu baraka hata kama zimekuja, hata kama kumeharibika, hata kama kumewekwa broko gapi, kama Mungu amesema ni wewe, basi ni wewe. Nataka nikwambie, wakati Mungu amekupea uhai na akakuumba ukakuwa mkubwa, sawa, sasa ujitwike mambo yako na umtegemee tu Mungu peke yake. Watu wanaweza kukuangusha kwa sababu wanaweza hama na waende kwingine, lakini Mungu akiwa upande wako analetaka viva ya ajabu, na hiyo viva ndio inafanyaga mambo ituite breakthrough, kwa sababu inavunja mahali hatukuwa tunafikiria na inafika mahali kuna ushindi wa ajabu. Tukapata mzee mwingine anaitwa president wetu Uhuru Muigai Kenyatta, wakiwa na rafiki yake Ruto, na wakati walikuwa wanapingania nao, wakati walifikiria kabisa na wakajisikia kwamba ni kama wameingia, basi kulikuja mambo na kukakuja upepo na kukakuja dhoruba na wakajisikia wamepelekwa heki. Hiyo ni vitu ambayo inakunjaga ili ufujike moyo na useme utaki kitu, lakini wakakatalia, wakaendelea kusema wakatetea taifa lao, na kwa sababu Mungu aliona ujasiri na kuwa hodari kwao, basi akawapea ufalme. Ninamshukuru Mungu walipopewa. Kuna kitu Mungu anaangalia anapokupea kitu, shukrani. Walienda wakapiga makoti, ambaye kitu ijawahi onekana ulimwenguni kote. Mfalme anajiamini ufalme ndio nguvu zake, lakini walinyenyekea wakapiga magoti, wakampea heshima Mungu aliyewawezesha. Hicho ndio kitu ninataka nikufundishe. Mungu anatakaga upitie kwenye mateso, upitie kwenye visongo vingi, upitie mahali kumefungwa, mahali kuna vikwaso na ukombo wa kila aina, ili atakapo kushindania basi na wewe umtukuze. Na ndiposa wana wa Israeli, Musa wakati waliumba Mungu mwingine, aliwauliza huyu Mungu ndiye aliwatoa kwa mateso yenye mlipata Misri. Kwa hivyo Mungu aliwafanyia hizo vitu zote na akafanya miujiza 12 ili aonyeshe Farao utukufu wake, wana wa Israeli waone nguvu zake, na ili watakapofika Kanani wamtukuze Mungu. So hakuna kitu imewekwa hapo ndio ikufurahishe. Vitu zimewekwa simtukuzishe Mungu, na ni lazima ugoje Mungu, mwana wewe ndiye mwenye wewe akupitishie njia ambazo anaona zinafaa, ili wakati utainuka, hata kama hautaongea, kuna wale walikuona mwisho baada nyuma yako, na saa hii watakuona watukuze huyu Mungu. Ninamshukuru Mungu. Kuna wakati nilikuwa ninahubiri kwamba mahali nilitoka, nimelelewa kwenye maisha ambayo sikuyapenda na sikuytamani na hata sikuyajua. So vile nililewa tu nilifikiria ni hivyo, kwa sababu ni hivyo ilikuwa. Nililewa na maisha ya pombe,
nikaishi na maisha ya shida. Mara mama ameshikwa amefungwa, mara hatukuwa na baba, mara tumekaa maisha. Lakini pamoja na hivyo Mungu alikuwa pamoja nasi. Pamoja na maisha haya mama alikuwa anatuosha na anatuonyesha twendeni tu kanisani, hata kama hatukujua ni nini tunafanya. Huyu Mungu kwa sababu ya kutuelekeza, basi akatembea na sisi mpaka tukakua. Tulipokuwa, maana maisha yetu mbegu zilizopandwa hazikuwa zinamtambua Mungu vizuri, basi tukaenda nikaingilia pia kuuza na mimi zile pombe, nikaingilia kuuza zile bangi, nikaendelea kuuza zizo megoka, nikaendelea nikaona hasina pesa vizuri, nikaingilia kuimba chuma nikaingilia, kwa sababu unaingishwa mahali mpaka utakapotoka unasema huyu ni Mungu aliyenitoa. So watu nikaona hiyo yote hainisaidii, nikawa magician, nikaanza kucheza magic, kucheza mashuleni magician, nikafanya mtu anatafutaga juu chini ili aweze kujisaidia. Lakini Biblia inauliza ni nani awezaye kujiongezea hata unywele wa kichwa chake kama hata mtumainia Mungu. Marafiki zangu, nataka niwaambie, hata kama uko na utajiri wa aina gani, hata kama uko na masomo aina gani, hata kama uko na uwezo namna gani, tunaweza sema kitu na ifanyike, ni lazima ujue kuna aliye juu yako. Huyu ni Mungu mwenye atazima siku moja, na watu wote wataomboleza kwamba fulani hayuko. Yule mtu ataishi ni Jehova Mungu milele na milele, na wale wote watamwamini pia wataishi na yeye milele na milele. Ninamshukuru Mungu. Ninaitwa Bishop Patrick Kariuki, ninahudumu na kanisa inaitwa Light in the World Church, na niko hapa Kariubangi North, na ni mkona mke wangu anaitwa Tabitha Kariuki, na Mungu amenibariki na vijana 4 na wasichana 3, na amenipea huduma hii ya kufanya kazi ya Mungu. Kila Alhamisi huwaga ninakutana na washirika, hata wale si washirika ambao huwaga wananisikia na wanataka kudiscuss neno la Mungu pamoja nami, na wengine wanataka tuombee mambo fulani na fulani ambayo imekuwa imelemea katika maisha yao. Maana hiyo si dhambi na hiyo si uongo. Ni vizuri tunachambua maneno, kwa sababu si wote wamepewa kujua, na alafu tunashikana na tunayaombea, na yakifanyika Mungu wetu anatukuzwa. Hiyo ndio kazi yetu. Na nitakupea namba yangu, ndiposa wakati wote ukitaka kunipigia, ukitaka kunitembelea ama kuniuliza swali, utachukua namba yangu, ni 0720 833374, 0720 833374. Hiyo ni namba unaweza kunipigia. Hiyo ni namba unaweza kunitumia support yako ukitaka, maana Biblia inasema sadaka na hizo vitu zote zinatolewa, mtu anatoa kwa kupenda kwa moyo wake. Ukisikia moyo wako ukipenda kunisupport wakati ninahudumia Mungu, pia hiyo namba unaweza itumia. Ukiwa na SMS swali unataka kujua, pia unaweza itumia. Mungu wetu ni mwema. Nataka niingie kwenye kipindi kwa neno la Mungu ili nikufundishe mahali mtu mmoja mcha Mungu ambaye Biblia inasema ni mcha Mungu, anaogopa Mungu, na alikuwa akiona dhambi anakiuka na anasiondokea, lakini shetani akasimama mbele yake na akaruhusiwa kuingilia. Nataka niongee topic ya leo kwamba mambo mengi utaingishwa na watu. Hawa tu watu mnatembeaga nao, hawa tu ndio watakupea maneno yenye yatakufunja moyo, na ukicheza utapoteza marafiki makubwa ambaye wangekusaidia mahali, kwa sababu umepewa maneno mabaya, basi ukaachana na marafiki hao na bila kujua, na hawa marafiki ndio walikuwa na msaada wako ama ndio wako na msaada wako. Ripoti kutoka kwa watu zinaweza kufanya wewe mama uache mzee wako na uhangaike na watoto wako miaka mingi sana. Ripoti kutoka kwa watu zinaweza fanya ulisaini kazi
ambaye inakusaidia wewe na familia yako, kwa sababu umepata ripoti kwa watu, na ukipata hizo ripoti kwa watu zinakuchukua, unabadilika na unawasha kazi ambayo ilikuwa inakusaidia. Pengine umeambiwa kuna ingine imeonekana ya pesa mingi, ukawacha hii, ukakuta zilikuwa propaganda tu, na huyu mtu alikuwa anakuonea kijisho kwa sababu unakaa vizuri katika kazi hiyo, na kwa sababu haukujua basi ukaamini maneno ya watu. Tunataka tuwe bold, tunataka tujitie nguvu, tukatalie kwa Mungu. Mungu ndio ako na mashauri yaliyo ya ukweli. Neno la Mungu katika kitabu cha Methali 3 mstari wa 5 na mpaka wa 9 wa 7 inasema, usijione kuwa mwerevu wewe mwenyewe, lakini weka masikio yako kwenye kinywa cha Mungu ili akufundishe na hekima iliyo ya ukweli. Hekima za watu wengine zinaweza kukupotosha. Watu wametoka kwa maneno. Unaweza tolewa mahali kuna msaada wako kwa sababu umeambiwa maneno mazuri huko nje, na haujajua kwamba huyu mtu anataka akutoe hapo uperish forever, ama anataka uache chenye umechika ili arudi kinyuma nyuma ashukue. Ukirudi kukaa unasikia ile kitu uliwacha, yule mtu alikupea ripoti mbaya, basi ndio anajienjoy nayo. Ninataka nikushauri asubuhi mchana wa leo ni lazima ujue ni wapi umeitwa. Angalia mbele mahali Mungu wako, angalia vision yako, wacha kuchauliwa wengi. Sijakaa dunia hii miaka mingi sana, lakini hiyo miaka nimekaa, nimeona mambo makubwa ambayo imeletwa hasara na watu. Watu wametenganisha familia nyingi, watu wametoa watu kwa baraka zao, watu wametoa watoto kwa wazazi wao, watu wametoa wake kwa waume zao, watu wamefanya waume wakatupa familia zao. Maneno na baadaye chenye uliacha ilikuwa ni uongo wa shetani. Na kwa sababu shetani hana mwili, basi anatumiaga mtu, na kwa sababu Mungu pia hana mwili, basi anatumiaga mtu. Ndiposa ananitumia kuja studio kukuambia maneno ya Mungu, na ukikataa kusikia maneno ya Mungu, basi kutakuja mwingine kutoka kwa sinagogi ya shetani na utaamini maneno ya shetani. Hakuna njia tatu, njia ni mbili ya Mungu, tuna ya shetani. Ninataka nikuhekimishe siku ya leo na maneno mazuri ambayo iko katika kitabu cha Ayubu 1 mstari wa 14. Biblia inasema hivi: mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe waliokuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao, mara Waseba wakawashambulia, wakawashukua, wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Basi verse 16 anasema, huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuwaangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Verse 17, huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakaangukia ngamia, wakaenda nao, nami wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari.
verses 18. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo mwenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukapiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo ikaangukia. Nao vijana nao wamekufa, na mimi peke yangu nimebaki, mimi tu kukuletea habari. Verses 20 inasema, ndipo Ayubu akainuka, akalilalua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudu na kusujudia. Verses 21 inasema, akisema, mimi nilitoka mbinguni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa vile vile, Bwana alitoa, na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Basi verse 21 inamalizia na kusema, na katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, ninataka unipe nguvu hizo, ninataka unipe hekima hiyo, ninataka unipe ujasiri huo, nataka unipe mwelekeo huo, pamoja na wote wanaotamani kupiganiwa na wewe Mungu, kupewa uvumilivu na wewe Mungu, kuwezeshwa na wewe Mungu, ili Bwana wa majeshi nikaweze kufaulu kama mtumishi wako Ayubu. Na ni kwa jina safi la mwana wako Yesu Kristo, Baba, nimeomba pamoja na kuamini. Ninataka kushukuru Mungu kwa sababu hiyo ni neno lililo la nguvu aje. Saa hii kukitokea maneno hayo ni nani atasimama? Ndiposa nimekuja nikutie nguvu, wewe mama, na wewe mzee, na wewe msichana. Kuna mambo yameundwa dunia hii na yamefiksiwa, na imekuwa sasa ikiguswa unaweza fanya jambo lolote. Lakini jambo lolote lenye limefiksiwa na Mungu, basi hilo halina shida, linaweza badilishwa chochote. Mtu tajiri anaweza kuwa maskini, mtu mzima anaweza kuwa kiwete, mtu anaongea anaweza kuwa kisiri, mtu anaona anaweza kuwa kipofu. Hizo ni material za Mungu. So hauwezi kufanya kwamba nimejikasia hapa na siwezi badilika. Chochote kinakuja ukikaa katika mikono ya Mungu. Mungu ndiye muumbaji. Kila kitu tunafanya ni kukaa tukimshukuru. Ukisoma hapo tumeanzilisha, Biblia inasema ya kwamba huyu mtu Shetani alikuja akatembea kwa mkutano ya Mungu, na akauliza, umeona mtu wangu mwaminifu, mtu mcha Mungu? Huyu mtu hata akiona mabaya huwa anaondoka. Huyu mtu ni mwaminifu daima. Basi Shetani akasema, hiyo heshima ni kwa sababu ya vile umembariki. Hebu gusa hizo vitu uone kama hata kutukana hadharani. Hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo inafanya watu, kwa sababu wanajaribiwa na hawajui nguvu hizi za Mungu. Hapo ndiposa unapata watu wakifanya vituko. Mtu anajiua na anaua watoto. Nimeona mahali kwa taarifa ya jana, watu wakitolewa kwa mto Yala, watu 26. Kuna watu sijui ni nini wanataka ndio waue wengine. Pengine kuna vile alikuwa anataka.
Nikasikia wengine wameua mchezaji mkubwa wetu Kenya wa mpira kwa sababu wanataka aondoke wachukue shamba lake. Hizo vitu zote ni wakati utaona Mungu kama hawezi kukupea shamba lako, unaanza kuwaza jambo lingine kando ya neno la Mungu, na unaenda sasa kutafuta uwe ile mwingine uchukue yake. Hiyo hatua inakutoa kwenye baraka za Mungu na unaingia kwenye laana ya milele. Hizo vitu zote ndizo, na sijui ni kwa nini watu hawataki ukweli. Nikiomba Mungu awapendekeze kwa ukweli, kwa sababu watu wataangamia wakiona. Na Isaia akasema wako na masikio na hawasikii, na wako na macho na hawaoni. Kwa sababu mashauri mazuri, I wish hii kipindi watu wangekuwa wamejaa mamilioni, kwa sababu kuna dawa yao. Lakini unakuta hata sasa, hata matajiri, kwa sababu wamekataa njia za Mungu, wakipata jambo ambayo hawalitaki, basi wanachukua hatua yao, hatua ya kuua mtu, ndio wafaulu kwenye kile wanataka, na wanatoka kwenye baraka za Mungu na wanaingia kwenye laana ya maisha ya hapa na hata ya milele. Ni vizuri kukaa katika Mungu. Biblia inasema huyu mtu waliingia mmoja mmoja, na shetani alikuwa anahakikisha kila janga likifanyika kuna yule alikuwa anabaki ili apeleke ripoti. Nilikuwa ninakuongelea kuhusu watu wenye wanafanya baraka za watu wengi zipotee. Hizo ni ripoti za watu tu, hakuna kitu watu wameona. Ni watu wanakuja mbio, anamwambia unajua zile kamia na punda mahali zilikuwa ziko, ni maripoti unapewa ili usikike roho yako itaichukua kiache, utaichukua na urahisi ama utaichukua na nguvu. Basi akaletewa ripoti ya ngamia na punda zake zimeenda na zimeibiwa, na wafanyi kazi wameuawa na wamekatakatwa na makanga. Ndio uogope hata wewe, ujue hawa watu hata mimi wanaweza kunikatakata. Ukijawa na hiyo roho ya uoga, basi sasa hivyo ndivyo furaha ya shetani. Maana Biblia inasema hatukujazwa roho ili tuwe waoga, tulijazwa roho ili tuwe wajasiri. Lakini tutetee ukweli, tutetee haki. Maana ukitetea haki, naye Mungu anakuwa pande yako. Si yawe upande wako akupee gari kubwa, sio yawe upande wako akupee ghorofa kubwa, ni yawe upande wako asimame na wewe na asimamie haki yako, ili mambo yote ambayo anawapata watu wa dunia sana sana isikupate. Maana tumeona wengi wakiwa na mambo hayo makubwa, na sisemi hayo mambo ni mabaya, hata mimi ninapenda sana, lakini ninapenda kwa haki, ninapenda kwa haki. Na akakuja mwingine pia akamwambia, pia naye akamwambia buzi nazo kumetoka moto juu mbinguni. Na unajua zilikuwa buzi 3,000 zote zimechomekewa na moto, na hata wale walikuwa wachungaji pia wamechomeka. Ni mimi tu nimebaki ili nikakuletea ripoti. Huyu akiongea tu, ripoti zingine zinakuja. Vile uko na nguvu ndio unaletea kwa maagenti kali. Vile maono yako ni kubwa ndio unaletea kwa mambo mazito. Ninataka kukuonyesha nini? Ninataka kukufundisha nini? Vile Mungu wetu ni mwaminifu. Basi hii maneno ni makali. Mwingine akakuja, maana ilipangwa vizuri. Akaona kama hutaogopa wakati wa punda, wakati kama hutaogopa kwa sababu ya ngamia, kama hutaogopa wakati wa ng'ombe, kama hutaogopa wakati wa ngamia, ikamalizia kwamba na watoto wako wote wakikula kwa yule brother wao mkubwa. Juu tunajulikana unaweza gusa vitu zote, lakini ukigusa watoto basi mwanadamu anawaka moto.
akamwambia watoto wako walipokuwa wanakula. Basi nyumba kukakucha thuruba kubwa na upepo mkali, na ukasigonga zikaanguka, na wakaangukiwa wote, wakakufa binti zako na wakakufa vijana wako, na mimi tu nikabaki ili nikuletee ripoti. Hiyo ikamaliza Ayubu. Lakini namshukuru Mungu, ilimumaliza akiwa na tumaini lake Mungu. Alisimama akakata joho lake, alafu akajipaka mafupi, alafu akajinyoa kichwa, alafu akasema, nilitoka kwa tumbo ya mama yangu uchi na nitarudi uchi. Ni Mungu alinipea uhai na ni Mungu atachukua. Na Biblia inasema hakuna mahali alikashifu ama akaona ubaya wa Mungu. Hapo ndipo mtihani wake ulipitia. Na akasema kwa mambo haya yote yenye alipewa maripoti na watu, hakuna ile ilimfanya amkane Mungu. Sijui ni ripoti gani umegoja. Sijui ni mtoto utasikia ameuzwa, waze vituko. Sijui ni biashara yako utasikia iliguswa, utaleta vituko. Sijui ni dilu yako itaharibiwa. Basi lose hope. Ujumbe wangu ni kwamba usife moyo, hata kama ripoti hizo zote zitakuja. Kuwa mwaminifu kama Yobu. Na sana sana washa nikushauri, tafuta mahali unafundishwa ukweli huu. Mahali unafundishwa ukweli wa Mungu. Mahali unafundishwa kusamehe. Kuna mahali nimeenda nikafundisha semina kwa wamama, nikawafundisha ni vizuri. Tukitoka nje sisi wasee tunakuwa na mashida mingi tunapata nje. Tuna kazi ngumu tunafanya. Kuna mateso makubwa, tunakutana na watu wanatupinga mahali tunatafuta riziki za kila siku. Na unajua riziki yetu ni riziki yetu na watoto wetu. Tunatafuta riziki hizo kwa ugumu mwingi sana. Lakini nikawaambia tukifika nyumbani ni vizuri unashika mzee wako pale, unamtoa kabuti, unamrekebisha. Kama kuna mzigo unamchukulia, unahakikisha umempea kitu kidogo akunywe. Ndiposa asikie hata kama amepitia magumu yenye haikumpenda, akifika nyumbani aone upendo wa nyumbani. Nilipokuwa ninasema hivyo, wamama kama 7 wakasema mimi siwezi. Nikaona ile shida tuko nayo kubwa ni hatujaamua kutawaliwa na Mungu. Hatujaamua kufanya yale mazuri. Maana Biblia inasema Mungu wetu hadhihakiwi. Ukipanda mazuri basi unafunaga mazuri, na ukifanya mabaya basi unafunaga mabaya. So nimerudi kujua familia nyingi zenye zimefunjika ni kutotii. Aidha mama hatii kwa bwana yake, ama mzee ameachilia boma yake. Hayo mambo mazuri yanaleta, hayo mambo mawili yanaleta hasara kubwa. Kwa sababu ni vizuri kujua jukumu langu. Ayubu alijua jukumu lake. Hata kama maripoti yatakuja aje, hata kama zitaenda gamia ngapi, hata kama watoto wataenda wangapi, ukweli ni kwamba ni Mungu alinipea kila kitu, na hata sikiisha Mungu anaweza kunipea tena. Ninakumbuka mahali moja tulikuwa Timau. Siku moja kukachomeka tauni yote. Na tulipokuwa tukitembea tukiwa vijana, tukapata kumechomeka na kumechomeka sana. Na tukapata mama duka yake ilichomeka. Mpaka sasa ile mafuta ya Kimbo na ya Cowboy na ya Kasuku na yote ilifanya huo moto wake zaidi. Na huyu mama akasema sasa mimi nimeisha. Na tulipokuwa na kijana halala salama Karoli rafiki yangu, mama akashika malinda vizuri na akarudi nyuma. Ndio sasa aluke kwa hiyo moto, amalisike pamoja na vitu zake.
Basi mungesikiza tu Inoro na Kameme na zingine zote sikimemeleki ya kwamba mama aliruka kwa moto. Kwa sababu hiyo ni taarifa tu na inasema na unasikwa na mambo inaenda, na kama unaenda kwa shetani unaenda tu. Lakini ni shetani amekudanganya kwamba umefika mwisho wako. Hizo ni vitu tu zilikuja. Ulisaliwa bure, ukalewa na umasikini mkubwa, ukapewa huyu tu vitu, na huyu Mungu hajashindwa, anaweza kukupea hata supermarket kubwa. Haleluya, haleluya. Basi alipojichika tukaambiana, haya, huyu mama anataka kujirusha kwa moto. Basi tukashikana na Karoli mikono hivi. Aliporuka na sisi tukakaa mbele yake, tukamshikana mikono. Tukamuita mjinga huyu. Ni nini unafanya? Sasa ukijitupa utajisaidia na nini? Akasema ni wacheni. Akatutukana matusi yote iko dunia hii. Lakini tukaokoa maisha yake. Hatukukubali aruke kwa moto. Hizo taarifa zingekuwa tamu sana kwa magazeti. Watu wanataka hayo mabaya sana. Wakati umehubiri injili nzuri, haupatagi watu wameipendekeza sana. Kwa sababu dunia hii imewabeba. Wanataka kusikia tu vituko. Wanataka kusikia mambo tu ya juu ya, maana shetani ametega kilicho kizuri ili isibadilishe maisha yao, ili asilete ukombozi katika maisha yao. Unajua ukweli ukomboa. Biblia inasema mtakapojua ukweli, nao ukweli utawakomboa. So shetani anakuwa very harsh ili usijue ukweli, ili usikombolewe. Ukikombolewa unakaa starehe. Na ninaambiaga watu kukombolewa si kutajirika. Biblia inasema ufalme wa mbinguni si kula na kunywa, bali ni utakatifu na upendo na amani itokayo kwa Mungu. Hiyo amani ndio watu wanapewa. Hata kama huna kitu, unaonekana na amani. Unakuta wewe unakaa vizuri, unakula vizuri, na hata wale wako na hizo amani anaekewa hivi hataki. Tumeenda mahali kusikana. Tulipomaliza tukaambiwa watu waingie pale wakule chakula. Mama moja alikuwa pale tajiri sana. Akiletewa chapati akasema kwa akaletewa mukimo akasema hiyo naye zikula ikiwa na maharagwe na viazi. Akaletewa hizi zingine na hizi nilikatazwa. Akaletewa zile za nyama akasema kwanza nyama nilikatazwa zamani. Basi fanyiwa kama ziwa kwanza kama ziwa. Akasema isipokuwa kuwe na mahindi beach mahindi kavu ichemshwe akule hivyo, ama uji honga ile haina kitu. Apewe kauji hiyo kwa white kale kana batu. So ndio ninataka kusema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni amani na upendo na amani itokayo juu na utakatifu wa Mungu. Hizo zote ndizo zinafanyaka ukae na amani. Na Mungu wetu abarikiwe sana. Ninaongeaga hivyo kwa sababu ya yule hajui. Na ninapenda ajue, ndio turuke huu mtaro wa kupoteza ndugu zetu na dada zetu kila wakati. Kwa sababu ya mashida ya kikuja. Hizo zinakuja training, ndio Mungu akutokezee mahali utabarikiwa. Lakini kwa sababu wewe haujui, basi unachukua hatua mbaya. Unajiua na unaua watoto, unaua mke wako, unafanya mambo mabaya. Wengi nimepata hata wanaua wazazi wao kwa sababu anakatalia, anaona huyu mama akiondoka ndio nitauza shamba nijisaidie. Na hata akiuza utampata amekula anasa na simeisha amekuwa bure. Uliua mtu na bado umeishi maisha ya bure. Kwa sababu solution ni amani ipeanagwe na Mungu. Sio hiyo amani yako ya kujitengenezea. Hiyo ya kuua watoto ni ya kujitengenezea. Hiyo ya kuua bibi yako ni ya kujitengenezea. Hiyo ya kutupa familia yako ati ndio ukae maisha rahisi ni ya kujipotezea, ni ya kujitengenezea. Hiyo ya kutoka kwa bwana yako ndio utafute mwingine mzuri kuliko huyo, hiyo pia ni ya kujitengenezea. Kubali majaribu ya kuja na yapite. Mupate maisha ya shida.
Sitaki ukae maisha kama yangu, lakini niko na ushuhuda kwamba tulipoteseka kwa maisha ya shangaa na banki na tukafugwa mara mingi, tulipatana na huyu mama bibi wangu akiwa ameteswa na dunia pande yake, na mimi nimeteswa na dunia pande yangu. Tukaabiana na situjaribu maisha, kwa sababu hii dunia haitupendi kabisa. Ninaona tukikaa maisha haya tutakufa ovyo. Tukaamiana na tulikuwa na shida, hata tulikuwa tunalala kwa dunia. Tulikuwa na kashuka kamoja. Tukatafuta tumakaton tukatatika, kwa sababu tuliaminiana. Tukaambiana kukiwa na pesa, kukiwa hakuna, wacha tujaribu maisha na tumtumainie Mungu. Ndiposa tuliweka tumakaton na tukawa na kashuka, tulikuwa tunajifunika. Na tulikuwa mbali kule Timao, ni makaribu na Mount Kenya, mahali kuna baridi ya chapu. Lakini tukaamua tukaanza maisha hapo. Tumeenda mpaka tumefika mahali sasa ndio tunaulizana, na kama ungenishukia kwa sababu ya shida tungekuwa wapi? Na mimi amenisalia watoto 7, vijana 4 na wasichana 3. Na mimi ninasema kama ningemwangalia venye amekuwa, basi tungetoa familia hii wapi? Basi tunasikia vizuri na tunamtukuza Mungu. Na tumepitia mengi. Tumefukuzwa manyumba ya watu. Tumepigwa, hata bibi yangu amewahi pigwa kofi nikiangalia. Kwa sababu wanakasirika. Wanamuita wewe ni mke wa mwizi. Huyu pasta wako yeye anajifanya ni mhubiri, ni mwizi, mnakulaga nini? Akampiga kofi. Na alikuwa na mtoto kwa mgongo. Basi nikamwambia, wacha kumpiga na mtoto. Wacha nishukue mtoto umpige, alafu twende. Mungu anataka kuona uvumilivu wako. Na huyo mwenye alipiga bibi yako wakati nilishukua mtoto hakumpiga tena, kwa sababu aliona majaribu tumeyashinda. Alikuwa anataka akimpiga sasa tupigane mpaka tushikwe, mpaka tupelekwe, tulipigana, tufugwe na watoto, tufugwe na nini. Sasa sisi tukashinda majaribu. Nikamwambia wacha nishukue mtoto umpige haraka ndio twende nyumbani. Basi hakumpiga, alimtukana, akamtukana na akaenda, na sisi tukaenda. Na bibi yangu hakuniuliza kwa nini umekimya nipigwe. Kwa sababu tumeokoka. Kama ni kuokoka ni kuokoka. Kama ni kumwogopa Mungu ni kumwogopa Mungu. Ayubu akasema sitajitengenezea njia nyingine. Akasema huyu Mungu nilitoka kwake. Kwa hiyo maripoti yote mumeleta, enyewe iko na uchungu, enyewe iko na shida, enyewe inaweza kata kauli mbaya, hata ninaweza toka nikawatafute. Lakini nimekumbuka jambo moja, kwamba chochote chenye kimeuawa kilitoka kwa Mungu. Na kama ni Mungu amekichukua ni sawa. Hakuna mahali aliweka shetani. Kwa sababu hata mimi singeweka shetani. Maana statement inasema Mungu alimwambia shetani, hizo vitu zote umeniambia konazo, umeniambia sawa. Na hizo vitu zote ziko mikononi mwako. Basi enda uguse zote, lakini usiguse moyo wa Ayubu. Jameni, tulideni mioyo yetu. Iwase kuyambayambishwa na maneno. Iwase kutumiwa na maneno. Especially wakati huu wetu wa siasa. Msipojihadhari, unakuja unaambiwa isipokuwa ni fulani tunaweza faulu. Mnamfanyia vituko. Isipokuwa ni fulani tunaweza pata kufanikiwa. Mnafanyiana vituko. Tumainini Mungu. Sote tuko wa Kenya. Tumainini Mungu. Tucheze sera vizuri. Tucheze sera vizuri. Tupige siasa imeokoka. Na tushaguane tumeokoka. Ama hata kama tujaokoka, tuichague tukiwa tunamwamini Mungu. Ili Mungu atupee mfalme, na yeye atatupea Mkenya. Na sisi tuko wa Kenya na tutaishi Kenya. Na hata huyu akimaliza kutakuja mwingine Mkenya. Hii Kenya ni yetu jameni. Na ni Mungu ametubariki nayo. Na yeyote atakayechaguliwa, kusikue na vituko. Ninafurahia kwa Meru. Wanasemaga yeyote atakayeoa mama, huyo ndio baba yangu.
So ule wothe ukaura nte niwe baba. Sisi na sisi yule atashaguliwa na wananchi, tuseme ndio mfalme wetu, tumuheshimu na kila kazi iendelee. Na wewe utashaguliwa, heshimisha Mungu katika taifa letu la Kenya, ili baraka za kila aina sikuje kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Ninasema ninawapenda sana. Ninapenda kipindi hiki tuwe tunakutana hapa kila Jumaa, Friday. Nimepewa sasa saa 8. Naomba kila saa 8 Friday mpaka saa 9 unakuwa umeingia YouTube ama Facebook, alafu una search Kariuki TV, unatafuta Bread of Life, unatafuta Bishop Patrick Kariuki of Light in the World Church, alafu topic tunaita usife moyo, alafu una like, una subscribe, una share, una comment. Na kwa hayo yote hii injili itakuwa imesongea kwa wengi, na Mungu atakubariki sana. Hubiri pamoja na mimi nitashukuru sana. Ninakupenda kwa sababu na wewe umejitoa kwa pamoja nasi. Kila Jumaa tuwe tunakutana hapa kwa mitambo, ili Mungu wetu atubariki. Na chochote chenye utataka kujua zaidi baadaye, nimekupea namba yangu ni 0720 83 74 0720 83 74. Hiyo ukituma sadaka inakuja, ukituma message itakuja, ukipiga itakuja. Na wakati mwingine ukitaka kutuonane macho kwa macho, Alhamisi ninakuwa kanisani Kariuki North Right in the World Church branch, na ninakuwa Sunday ninakuwa pia Nairobi kanisani. Unaweza ukakuja tukashiriki na wewe na tukaongea makubwa na mengi na mazuri. Na pia ukisikia moyo wako huko chini utake tuongee na tuombe pamoja, ninapatikana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu yako kunisikilisha. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya Kariuki TV kunikaribisha, na ninawabarikisha wote, wenyeji na wafanye kazi, producers, directors, managers na wote wanaofanya na kituo hiki cha Kariuki TV. Ninaomba Mungu wa mbinguni akawabariki. Na maneno ya haya ya usife moyo, jirudiage kila kitu ikikuja. Unaona soda inaitwa soda yoyote, ukifungua inakuwa imebakishiwa space. Ndio ukimfungua isimwagike mara moja. Kwa kila jambo itakupata uwe unarudi nyuma, hiyo space imewekwa ni ya kufikiria. Hata nikiua mume wangu na watoto, hata nikiua mke wangu na watoto, hata nikiua watoto wangu na nijiue, ni nini nitakuwa nimebadilisha? Afadhali nianze maisha mazuri mapya, maisha yaliyo na Mungu, maisha yaliyo na amani, badala ya kufanya mambo mengine. Simamia Mungu, mtetee, naye atakutetea. Na kama haujui Mungu, tamani sana kutafuta mahali kuna mashauri, ili upate mashauri mazuri, na usome wale walishinda hapo nyuma, ili na wewe ushinde saa hii. Na kubarikisha katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Baba, uishie milele. Nimeliinua jina lako, nimeliheshimu sana. Yeyote ambaye anasikiza ujumbe huu, popote alipo, ninaweka mkono wa baraka juu yake. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikampe hiyo imani kali kama ya Ayubu, ili wakati mabaya yatakuja katika familia yake, yatakayokuja katika kazi ya mikono yake, yatakayokuja katika bwana ama bibi yake, Bwana wa majeshi ukasimame pamoja nao. Kwa kweli kuna shida nyingi, lakini hatutazipatiza
hatutajiinua, lakini tutasikemea na kumtumainia Mungu. Kama alibomoa mashida ambayo yalikuwa na wana wa Israeli kule Misri, hata yale tuko nayo sasa anaweza kuyabomoa. Ninakushukuru Mungu Baba, kwa sababu mahali kuliwekwa hasara na korona unaenda kuleta utajiri mkubwa. Mahali kulikosa chakula unaleta mvua ya chakula na kutapatikana na chakula. Na mahali kulikosa amani utapeana amani. Bwana, ingilia kati katika masaa haya ya kampeni na siasa, ili Bwana wa mbinguni tukafanya mambo yote kwa amani, na ni amani ichukao kutoka kwako. Utakataa wote waliofanya kampeni mbaya, na utakubali wote watakaofanya kampeni nzuri, maana uko na nguvu na uko na uwezo. Tumejibarikisha mikononi mwako, tubariki na ututende mambo mazuri. Ukitubariki tu tutabarikika, kwa sababu baraka za kila aina zinatoka mikononi mwako. Tumejibarikisha mfalme wa falme, tumebarikisha viongozi wetu, tumebarikisha serikali yetu, tumebarikisha majeshi yetu. Wachungaji wako nimewabarikisha, waumini nimewabarikisha, wote wenye hawakuamini na wabarikisha, ili wavuke Bwana kwa neema na upendo wako, ili watoke kwenye laana hizi waingie kwenye baraka zako, na ili nguvu zako za ajabu zikawashindanie. Na ni kwa jina safi la Yesu nimeomba pamoja na kuamini. Amen, amen. Shalom, ninawapenda. Tupatane tena Friday, Mungu akitujalia. Tuendelee na topic nzuri ya kukosa kufa moyo. Shauri wengine watumie, wasikie vizuri, wawache kufa moyo. Tuko na mambo mazito yametulemea, lakini kwa sababu tunaamini hili neno, basi tunagoja, na huyu Mungu anatutetea. Amen. Hallelujah.